ambaye iko katika katiba ni ofisi ya chief guard peke yake. Hiyo ofisi nyingine yote ya Waislamu ni ofisi bandia tu, watu wamejitengenezea. Tuheshimu ofisi ya chief guard kwa sababu hiyo ofisi haikukuja kwa njia rahisi. Wale watu wamepigania hiyo ofisi ikuwe katika katiba, na yule aliongoza hiyo vita ni baba Raila Amolo Odinga. Mimi nilikuwepo wakati katiba ilikuwa inabadilishwa. Baba alisema chief guard ofisi yake lazima iwe katika katiba. Na nimeona kuna wengine wanafikiri hii ni ofisi ndogo. Sana sana mandugu zangu Waislamu, jamii yangu wa Somalia hawajui maana ya chief guard. Hao wanafikiri kazi ya chief guard ni kufunga ndoa na kufanya talaka peke yake. Hao hawana habari. Mimi nataka ambia hao leo nikiwa Mombasa wajue ya kwamba ofisi muhimu katika Waislamu ni ofisi ya chief guard. Na lazima hiyo ofisi iheshimike. Na hiyo ofisi lazima tutii amri yake kama Waislamu. Kama wewe unataka kutengeneza ofisi yako, wewe tengeneza yako tu. Lakini ofisi ambayo sisi tunatambua, ambayo iko katika katiba, ni ofisi ya chief guard. Hiyo nimemaliza. Jambo la pili, sisi kama watu ya ODM tukiongozwa na baba Raila Amolo Odinga, Mungu amwache, apee afya njema na umri ndefu, na Mungu ajalie yeye akuwe Muislamu mwenzetu. Inshallah kwa Ramadhani nyingine afunge na sisi. Sisi tunajua tumetoka wapi, tuko wapi na tunataka kwenda wapi. Tukiongozwa na baba. Si namna hiyo? Wiki hii kuna uchaguzi ya chama. Naomba watu wafanye kwa amani, tuchaguane. Kuna watu wengi sana ambaye wanatupiga saa nyingine. Ati sasa ODM wameungana na Kasongo, wameungana sisi na Zakayo. Sisi haja yetu ya kuungana na Zakayo na Kasongo, tunataka rasilimali ya nchi igawiliwe kwa haki. Kila mtu katika nchi yetu apate haki yake. Mali itoke huko juu Nairobi ifike hapa Mombasa. Hiyo ndio maana tumeandikishana na Mheshimiwa Rais Kasongo ya kwamba lazima kila mtu apate haki yake. Si namna hiyo? Unajua kuna wengine wanasema wamekasirika na sisi sana. Na nimeona chuki nyingi sana. Kuna wengine wamekasirikia Ruto ati kwa nini ameongea na watu ya ODM. Sasa hiyo chuki utakufa nayo tu, kwa sababu mimi sioni hiyo ikibadilika. Lazima tupate haki yetu kama Wakenya. Mimi wiki jao, wiki hii inakuja Mungu akinijalia, nataka kulete msaada katika bunge ya kuonyesha Wakenya miaka 10 iliyopita barabara ngapi zilitengenezwa kila county, kilomita ngapi zilitengenezwa kwa kila county, na pesa ngapi zilipelekwa kwa kila county. Na mtashangaa kabisa hizo pesa zilikuwa zinaenda wapi. Mtashangaa kabisa. County kama Mombasa inaweza kuwa imepata hata milioni 20 na county nyingine imepata bilioni 6. Hiyo ndio mambo ambayo imefanya tuambie Kasongo akai kwa meza tuongee juu yake. Mnakubali hiyo? Mnakubali hiyo? Kwa sababu Wakenya hatuwezi kubali Wakenya waendelee kuumia. Sisi kama viongozi ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba kila mlipa ushuru katika nchi yetu amepata haki yake. Sisi tunataka Wakenya yote wajisikie kama ni Wakenya. Sio wengine wanajisikia hawa ni Wakenya na wengine wanajisikia kama hawa ni tenants katika nchi yao. Hiyo ndio vision ambayo baba ako naye, ili hakikisha ya kwamba budget ambayo inatengenezwa katika nchi yetu ndani ya bunge ya trilioni 4, anataka kila Mkenya apate haki yake. Kama hiyo inakukasirisha na mwenye yako na kisu ya kukata hiyo budget sasa ni Kasongo, sasa tufanye namna gani? Si lazima tukae na Kasongo tuambie tafadhali gawa vitu kwa haki, na asipogawa kwa haki sisi tutaambia yeye. Sisi hatuogopi mtu na tuko kwa chama chake, sisi tuko ODM, yeye yako UDA. Si namna hiyo? Lakini mtu akikasirika kwa sababu alikuwa anaona vitu zinaenda kwao peke yake, hiyo hasira utakufa naye mpaka Yesu arudi. Hatuwezi badilika pale. Mimi nataka kusema hivi kwa kumaliza, baba. Sisi kama chama ya ODM tunataka chama chetu ikae imara. Unajua ya kesho Mungu ndio anajua. Sisi tumejipanga na ya leo.
ya kesho tumewachia Mungu, kwa sababu sisi vile baba amesema wakati nyingine nikisikia kwa runinga, tumeshinda uchaguzi mara mingi, lakini hakutangazwa. Sasa saa hii tumebadilisha mkondo wetu, tunataka watu wetu wanufaike, tukingoja hapo mbele kujipanga. Tukijipanga hapo mbele, lazima watu wetu wanufaike, wapate ajira, wapate maendeleo, wapate barabara zao, wapate kila kitu. Kwa hayo machache, mimi nataka kusema asanteni sana kwa kukaribisha sisi. Sisi bado tupo, tutatetea nyinyi haki yenu. Nimesikia vile Secretary General yangu amesema, kuna jamaa anaitwa Justin Muturi ameongea jana, ameongea mengi sana, lakini hiyo mengi yapeleke kwa idara ya ujasusi ama kwa EACC wachunguze hiyo maneno, kwa sababu mimi pia nina mengi ya kusema juu yake. Mimi kabla ya uchaguzi ya 2022 alikuwa speaker yangu, nilimwendea nikaambia, bwana speaker, si support baba yangu anataka kuwa president. Aliniambia, afadhali hii mwizi yetu ambaye anaitwa Ruto kushinda baba yako. Sasa leo Ruto amekuwa mtu mbaya jameni kwake. Hiyo ujinga kama hiyo sisi tulitoka, hatuwezi kudanganya na vitu kama hizo. Jambo la pili, mimi kama mbunge nataka kuleta mswada nyingine. Yeye ameongea juu ya mambo yote, hakuongea juu ya mambo moja. Kuna jumba hapo bunge inaitwa Bunge Towers, ambaye kuna maofisi ya wabunge. Hiyo nyumba wakati tumekaa chini kama wabunge ilikuwa inafaa ijengwe na 6 billion. Wakati Muturi anatoka kwa ofisi, hiyo jumba ilijengwa na 27 billion. Hapo pia afafanulie sisi kidogo ili tujue hiyo jumba imetoka 6 billion namna gani na ikafika 27 billion. Fafanua hiyo pia. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nataka kualika Deputy Governor ya hapa Mombasa ambaye sijakutana na yeye, lakini naona sura yake nafahamu kama mtu ya ODM. Asante, karibu sana. Thank you. Baba Mheshimiwa Waziri Joho, Chief Kadhi, Governor wa Mombasa, all protocol observed. Kwanza nichukue nafasi hii niwatakie Waislamu wote Eid Mubarak, na niseme kwamba leo ni siku ya furaha kwa Waislamu. Tumefunga, tumemaliza. Sisi wenzenu ambao ni Wakristo bado tungali tuna siku 10. Kwa hivyo mimi yangu ni kuwatakia kila laheri, na nimalizie tu nikisema kitu kimoja. Leo baba amekuja na wageni, so si siku yangu ya kuzungumza. Niwaachie wageni wetu ambao wamekuja, manake wana maneno watatuambia, sivyo? Niachie hapo na Mungu awabariki. Nichukue nafasi hii basi nimkaribishe gavana wetu wa Mombasa achukue kutoka hapa.